Leo nataka tuzungumze kuhusiana na swala zima la usugu wa vimelea dhidi ya dawa, yani antimicrobial resistance, ambapo wafugaji wengi wamekuwa kwa namna moja ama nyingine, kwa kujua au kwa kutokujua, wamekuwa chanzo cha usugu wa vimelea dhidi ya dawa, ambapo changamoto hiyo huwakumba wanyama, lakini pia kwa wakati mwingine huwakumba binadamu. Kwa hiyo kumekuwa na chagizo kwa wanyama, lakini vivyo hivyo kwa chagizo kwa binadamu. Je, ni vipi ambavyo wakulima hawa huchangia changamoto hii ya usugu wa vimelea dhidi ya dawa? Kwa upande wa mifugo, vitu ambavyo vinaweza vikapelekea usugu wa vimelea dhidi ya dawa ni pamoja na kuto kuzingatia dozi, kuto kuzingatia kipimo cha dawa, lakini pia vivyo hivyo kumpatia dawa mnyama pasi na kujua anaumwa ugonjwa gani. Na hii mara nyingi imekuwa ikifanyika, wakulima yeye akimwona tu mnyama ameregea, basi tayari anaenda kumchoma dawa pasi na kuzingatia kiwango cha dawa ambacho inabidi apewe, lakini pia muda mwingine pasi na kuzingatia hata dozi, lakini pia siku ambazo mnyama inabidi apewe. Muda mwingine mtu anamwanzishia dozi, lakini baada ya siku 2-3 akimuona amekaa vizuri na dozi nasema labda siku 5, yeye anampatia siku 2 tu, baadaye anaacha, anasahau kwamba wale bakteria waliobaki ndani baadaye wanaweza wakapelekea kuizoea ile dawa, kiasi kwamba wakati mwingine pale ambapo wanakuja wakiwa wengi, basi wanakuwa na uwezo wa kupambana na dawa husika. Kwa upande wa binadamu, hili ndio limekuwa changamoto kubwa sana, kwa sababu watu wengi wamekuwa hawazingatii kitu ambacho kinaitwa withdrawal period, yani muda ambao dawa product kutoka kwa mnyama, yani kitu kutoka kwa mnyama kama mayai, nyama na maziwa inabidi vitumike baada ya mnyama kutumia dawa husika. Kila dawa huwa ina withdrawal period yake. Kuna zingine zina siku 3, zingine zina siku 5, zingine zina siku 10, zingine 21. Kwa hiyo kila dawa zinakuwa na withdrawal period yake. Kwa hiyo tupozingatia pale ambapo mtumia dawa leo, unakamua maziwa then unaenda kuwapelekea watumiaji huko nje, basi unaenda kumpelekea changamoto yule mtumiaji ambaye anaenda kutumia, kwa sababu anakuwa anatumia maziwa ambayo tayari yana dawa ndani yake. Kwa hiyo siku akipata changamoto au ukipata ugonjwa ambao unahitaji matibabu ya dawa husika ambao alikunywa kwenye maziwa, basi wale wadudu wanaingia kwenye mwili wakiwa tayari washazoea kwamba ile dawa alishaikuwa kuingia mwilini kupitia maziwa, mayai, nyama na vingine. Kwa hiyo hili imekuwa ni changamoto sana kwa siku za usoni. Nini kifanyike sasa ili kupambana na changamoto hii ya usugu wa vimelea dhidi ya dawa? Kitu cha kwanza ni kuzingatia withdrawal period, hasa kwa upande wa binadamu, kwamba inabidi watu watumie product kutoka kwa wanyama ambazo tayari withdrawal period yake imepita, yani ule muda ambao product kutoka kwa mnyama anaruhusiwa kutumiwa na binadamu. Lakini pia kitu kingine, tusitibu kwa mazoea, kwamba ukiona mnyama basi ana changamoto fulani, moja kwa moja wewe unachukua dawa kumchoma pasi na kupata ushauri wa mtaalamu au